Maswali ya interview na jinsi ya kuyajibu. Kama unaenda kwenye interview hivi karibuni, basi niazime masikio yako na macho yako kisha kaa karibu nami. Leo, nakuambia maswali muhimu ambayo waajiri wengi huuliza kwenye interview, pamoja na jinsi ya kuyajibu kwa uhalisia na kisomi, yani professionalism. Hii video inaweza kukutofautisha na watu wengine wote wanaoomba. Tuanzie pale interview nyingi huanzia. Swali la kwanza ambalo waajiri wengi hupenda kuuliza ni, tuambie kuhusu wewe. Hili ndilo swali la kwanza karibu kila interview waajiri hupenda kuuliza. Wengi huchemka kwa kuanza kuelezea historia yao binafsi. Mfano, nilizaliwa mwaka fulani. Lakini waajiri hawahitaji hayo. Wanataka kujua wewe ni nani kitaalamu, una ujuzi gani, na ni kitu gani unaleta mezani. Kwa hiyo jibu kwa mfumo huu: jina plus elimu plus ujuzi plus uzoefu plus thamani unayoileta. Mfano, unaweza jibu hivi: Jina langu ni Justin Ibrahim, nina shahada ya biashara kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Nina uzoefu wa zaidi ya miaka 3 katika masoko ya kidijitali, nikiwa nimefanya kazi na kampuni kadhaa kwenye kampeni za mtandaoni, ikiwemo Paradiso Media Tech. Napenda kutumia ubunifu wangu kusaidia kampuni kufikia wateja kwa njia za kisasa. Lakini pia unaweza jibu hivi: mimi ni Obadia Sengo, mtaalamu wa huduma kwa wateja niliyesomea public relations. Nimewahi kufanya kazi na kampuni ya mawasiliano kwa miaka 2, ambapo nilijifunza sana kuhusu jinsi ya kushughulikia wateja kwa weledi. Lengo langu ni kutoa huduma bora inayoboresha taswira ya kampuni. Swali lingine waajiri huuliza: kwa nini tukuajiri wewe? Hapa wanataka kuona kama unajua thamani yako. Usijibu tu kwa sababu nahitaji kazi. Kwa sababu nahitaji kazi na nikiipata nivimbe mtaani. Hiyo inaonyesha desperation. Waonyeshe kuwa wewe ni solution ya tatizo lao, sio mzigo mpya kazini. Ongeza confidence na jibu kwa kuonyesha ujuzi, matokeo na attitude nzuri. Mfano, unaweza jibu hivi: ninaamini mkiniajiri kazi hii kwa sababu nina ujuzi na uzoefu unaolingana na majukumu ya nafasi hii. Mimi ni mtu anayejituma, ninapenda matokeo na niko tayari kutumia nguvu zangu zote kusaidia kampuni kufikia malengo yake. Lakini pia unaweza jibu hivi: kampuni yenu inahitaji mtu anayeweza kufanya kazi chini ya shinikizo huku akitoa matokeo bora. Hicho ndicho ninachofanya. Nina uzoefu wa kutatua changamoto kwa haraka na uwezo wa kufanya kazi kwa timu na kwa kujitegemea. Swali la 3 hupendelea kuuliza, kwa nini unataka kufanya kazi na sisi? Waajiri wanataka kuona kama umefanya utafiti juu ya kampuni yao. Usijibu tu kwa sababu mnalipa vizuri. Jamani, nalo hilo ni swali la kuuliza. Aya, kwa sababu nimesikia mnalipa vizuri. Onyesha kuwa unafahamu malengo, thamani au changamoto walizonazo na unaamini unaweza kuwa sehemu ya suluhisho. Mfano, unaweza kujibu hivi: nimevutiwa na kampuni yenu kwa sababu mmeonyesha ukuaji mkubwa kwenye soko. Nafasi hii inaonyesha kuna changamoto ambazo zinahitaji mtu mwenye uzoefu kama wangu, na naamini ninaweza kutumia ujuzi wangu kusaidia timu kufikia malengo mapya. Lakini pia unaweza kujibu hivi: kampuni yenu ina sifa nzuri ya ubunifu na maadili ya kazi. Mimi ni mtu ninayependa ubunifu na kufanya kazi katika mazingira yenye maono kama haya. Ndio maana natamani kuwa sehemu ya timu yenu. Je, unajua kuwa unaweza ulizwa swali kama hili: una udhaifu gani? Wengi hufikiri wakisema sina udhaifu wanaonekana wazuri, lakini hapana. Waajiri wanataka kuona kama unajijua. Chagua udhaifu ambao hauharibu kazi, kisha onyesha hatua unazochukua kuuboresha. Sina udhaifu wowote. Kijana handsome kama mimi na kuaje na madhaifu? Maswali yameisha. Jibu hivi: nilikuwa napenda kufanya vitu mwenyewe badala ya kugawa majukumu, lakini nimejifunza kuwa timu wa kuongeza matokeo. Kwa hiyo sasa nimekuwa nikijitahidi kushirikisha wenzangu zaidi. Pia unaweza jibu hivi: wakati mwingine nina focus sana kwenye details ndogo ndogo hadi nasahau muda unakimbia. Sasa nimejifunza kuweka kipaumbele kwa kazi na kutumia ratiba kunisaidia kusimamia muda. Je, ukiulizwa swali hili utajibuje? Tukulipe mshahara kiasi gani? Hili ndilo swali ambalo wengi hukosea vibaya.
Usitoe kiasi unachotaka kulipwa moja kwa moja, kwa sababu hawakuiuliza ili wakulipe zaidi, bali ili waone kama wanakupata bei rahisi. Wazungushe kwa heshima lakini kwa busara. Wajibu: Ningependa kwanza kufahamu ni kiwango gani kampuni imetenga kwa nafasi hii, pamoja na marupurupu mengine kama bima au posho. Baada ya hapo tunaweza kujadiliana. Usisite pia kuwajibu hivi: mshahara ninaotegemea unategemea majukumu ya kazi na thamani nitakayoongeza. Naamini kampuni yenu inalipa kwa haki kulingana na uwezo na mchango wa mfanyakazi. Swali lingine watakuuliza: huko likotoka walikulipa mshahara kiasi gani? Usitoe kiasi cha fedha ulichokuwa unalipwa kamwe. Hili swali mara nyingi ni mtego wa kukupima kama wanaweza kukulipa kiasi cha chini. Jibu kwa weledi na uweke mipaka. Kiwango cha mshahara nilichokuwa napata ni siri kati yangu na kampuni niliyokuwa nayo, lakini ningependa kujua ni kiwango gani mmeweka kwa nafasi hii. Mfano wa pili unaweza jibu: Sidhani kama ni sahihi kutaja kiwango cha mshahara nilichokuwa napata. Ningependa tu kuelewa bajeti yenu kwa nafasi hii ili tuone kama inalingana na majukumu yaliyopo. Swali lingine utaulizwa: ni mazingira gani huwezi kufanyia kazi? Wanataka kujua kama unaweza kufit kwenye culture ya kampuni. Usijibu ka negative sana. Onyesha maturity na professionalism. Mfano, jibu: Sipendi kufanya kazi katika mazingira yenye mawasiliano duni au yasiyo na heshima, kwa sababu naamini mawasiliano mazuri na heshima huleta mafanikio ya timu. Pia jibu hivi: nina thrive zaidi kwenye mazingira yenye ushirikiano na uwazi. Mazingira yasiyo na teamwork mara nyingi hupunguza ubunifu. Ndio maana napenda mazingira yenye ushirikiano. Ni vyakula gani hupendi kutumia? Hii inaweza kuonekana kama swali dogo, lakini wanapima utulivu wako na tabia binafsi. Usionekane mtu mwenye attitude. Jibu kwa uelewa: Sina shida na vyakula vingi, isipokuwa vile ambavyo vinaweza kunisababishia mzio. Lakini kwa kawaida mimi ni mtu anayejibadilisha kulingana na mazingira. Pia unaweza jibu: mimi ni mtu rahisi, najali zaidi ubora wa kazi kuliko aina ya chakula. Bora ni chakula safi na chenye afya. Ukianza kazi, kitu cha kwanza utafanya ni kitu gani? Hapo nataka kuona mpangilio wa kazi na namna unavyoweka vipaumbele. Usijibu kwa papara, onyesha utaratibu na uelewa wa process. Mfano, jibu: Kitu cha kwanza nitafanya ni kuelewa mfumo wa kampuni, majukumu yangu na malengo ya timu. Baada ya hapo nitaanza kupanga mikakati ya kutekeleza kazi kwa ufanisi. Pia unaweza jibu: nitachukua muda mfupi kujua mfumo wa kazi, kujitambulisha kwa timu, kisha kuanza kutimiza majukumu yangu kwa malengo yaliyopangwa. Swali muhimu zaidi lazima waulize ni pamoja na hili: ikitokea hasara kazini, utafanya nini? Hapo wanapima ukomavu wako katika kushughulikia changamoto. Usitafute mtu wa kumlaumu, bali onyesha uwajibikano na suluhisho. Mfano, unaweza jibu hivi: Nitachunguza chanzo cha hasara hiyo, kutoa taarifa kwa uongozi na kushirikiana na timu kupata suluhisho. Pia nitajifunza kutokana na tukio hilo ili lisijirudie. Pia unaweza jibu: kwa mimi, makosa ni sehemu ya kujifunza. Nitatambua tatizo, kuripoti mapema, kisha nishirikiane na wenzangu kuhakikisha hali inarudi kawaida haraka. Ukienda kwenye interview ukiwa umejiandaa na haya majibu, hakuna atakaye kuzidi. Kumbuka, interview sio kuulizwa tu maswali, ni nafasi ya kuuza uwezo wako. Na kama unataka nikutengenezee CV bora, professional na inayoelezea thamani yako, au unataka coaching ya kujibu maswali ya interview kwa vitendo, ni cheki inbox. Mimi ni Justin Ibrahim kutoka Mparadiso Media, na kazi yangu ni kukusaidia ushinde interview yako kabla hata hujaingia ofisini.